Kwa majina naitwa Isaac Mungai aka Kijana Msafi, na mimi ndio chairman wa New Gema Young Leaders Movement, na nimekuja hapa leo kwa sababu ya yale mambo ambayo tuliona yalifanyika kule Nyeri. Na mimi nataka kuuliza William Ruto, ulijaribu kutuma Gachagua akuje danganya watu wa Mlima Kenya akakataa. Baadaye mkafukuza yeye, mkatupa yeye nje kinyume na sheria. Vile umechukua Kindiki, pia umejaribu sana kutuma Kindiki hapa Mount Kenya akuja tuambie tu mambo ya uongo, mambo ya kupanga sisi. Pia Kindiki amekataa. Sasa umeona tutumie mlemavu. Kwa sababu Kindiki amekataa, sasa umeona yule mtu ambaye unaweza tutumia ni mlemavu, ile kiwete ambaye inaitwa Makarina. Umepatia yeye pesa akuje kurukaruka hapa Nyeri akitusi Rigathi Gachagua akiongea vibaya. Mimi nataka kuambia bwana William Ruto, hata kama hauheshimu sisi kama jamii ya Mlima Kenya bana, usitutumie mlemavu. Wala watu wote wako na miguu wote wamekataa kukuja. Yule mwenye umeona unaweza leta ni Makarina. Sasa Makarina unakuja Nyeri kwa Rigathi Gachagua nyumbani, unaanza kudanganya watu wa Nyeri ati wakati Rigathi alikuwa deputy president alipatiwa kazi ya kutengeneza mambo ya kahawa na mambo ya sijui ya maziwa na mambo ya majani ni William Ruto akashindwa. Ati sasa mnataka mulete Maina Jenga, ati sasa yeye Maina Jenga ndiye ataweza kututengenezea mambo ya kahawa na maji na mambo ya majani na mambo ya maziwa. Kwani wewe ni mwendo wazimu? Kwani hata kama huna miguu, kwani pia akili bado iko na shida? Maina Jenga amekuwa hapa kutoka wakati wa Moi na hakuna kitu amesaidia nayo jamii yetu ya Mlima Kenya, isipokuwa kupotosha vijana wetu, isipokuwa kutumia vijana wetu. Anawaweka kwa kikapu, anaenda kwa auction kwa serikali, anapatua pesa, anakula na tumbo yake. Vijana wale anatumia wetu wanabaki hapa wakihangaika. Hakuna kitu kingine Maina Jenga ametusaidia nayo. Ile case wakati wa serikali ya Kibaki alikuwa anafanya na Raila Amolo Odinga. Wakati wa Moi yeye alikuwa anatumiwa na Moi. Saa hii anatumika na William Ruto. Hakuna siku hata moja, na ni vizuri niambie jamii ya Mlima Kenya, hakuna siku hata moja Maina Jenga amekuwa akiandamana ama akitetea jamii ya Mlima Kenya. Kutoka azaliwe, kutoka ile siku alianza kutengeneza hizo vikundi zake, hizo vikundi ambazo zilipigwa marufuku za Mongiki, kutoka hizo siku hakuna siku hata moja Maina Jenga amekuja kutetea ama kusimama na haki za watu wa Mlima Kenya. Hata mkisikia anaitwa chairman, si ati ni chairman ya maana. Ingekuwa ni chairman ya maana, kwa nini anasimama kiti la Laikipia anaanguka? Kwa nini amesimama kiti la Laikipia anaanguka? Kutoka azaliwe ameishi kusimama huko Laikipia, hakuna siku hata moja amechaguliwa. Kama hiyo chairman yake ni ya maana, si angepata kiti. Lakini hawezi pata kiti kwa sababu watu wetu sio wajinga. Na mimi nataka nikuambia Makarina, kama unafikiria Maina Jenga ndio utatembea na yeye hapa, mkuje kuongea mambo ya William Ruto, mkuje kudanganya jamii yetu, mumeanguka, mtapata ngo. Hakuna kitu hata moja mtahapata hapa. Influence ya Maina Jenga it's equals to zero. Na for your information, wacha hata niambie watu wetu ukweli. Makarina, mkiwa na wala watu mlikuwa na wao kule Nyeri, hapo hakuna mtu wa Nyeri alikuja kwa hiyo uwanja. Nyinyi wote mlikuwa mmesafiri kutoka kona fulani, mkaelekea kule Nyeri, mkatishie muonyeshane ya kwamba watu wa Mlima Kenya kutoka pande ya Nyeri wameweza kuunga serikali ya William Ruto mkono. Hakuna kitu kama hiyo. Wale vijana mlikuwa mmepatia bendera ni vijana ambao mnalipanga 500 ili mahali Maina Jenga anaenda wanafuata yeye. Hakuna mwanamke hata moja tuliona kwa yule uwanja. Hakuna mtu wa Nyeri hata kiongozi wale wamechaguliwa ama wale ambao wako katika kwa vijiji. Hakuna kiongozi hata moja kutoka Nyeri alikuwa kwa ile mkutano. Hata wale tunaita Tokonia kwa William Ruto kutoka Mount Kenya, hakuna hata kamoja kalikuwa kwa hiyo mkutano. Wale walikuwa kwa hiyo mkutano, nyinyi wote mlikuwa mmesafirishwa. Mlikuwa mmesafirishwa nyinyi wote muende mkadanganya watu. I want to tell my people from Gema region, keep calm. Maina wasiwastue, hakuna kitu anaweza fanya, hakuna mtu anaweza badilisha. Kama kuna mtu anaweza badilisha, labda hao vijana wachache ananunulia bangi na pombe wanamfuata, hao ndio anaweza badilisha. Lakini hakuna mtu hata mmoja ako na akili timamu kutoka Mlima Kenya anaweza fuata Maina Jenga. Unafuata Maina Jenga kupeleka wapi? Nilisikia Maina akirukaruka huko anasema ati Rigathi Gachagua sasa si kiongozi wetu kwa sababu alishindwa kutuongoza na kwa sababu yeye hayuko kwa serikali. Akasema kirauni ya Gachagua haifanyi kazi, sasa imekuwa kama mabati. In other word, alikuwa anajaribu kusema Rigathi Gachagua is useless. Mimi nataka niambie Maina Jenga, hata Rigathi Gachagua alikuwa deputy president,
Hata Rigathi Gachagua alisimama akasema hata kaa kwa serikali ambayo inadhulumu watu wake. Wewe mwenyewe nini ambayo ushaifanyia watu wa Mlima? Nini hata moja ushaisaidia watu wa Mlima? Wewe mwenyewe saa hii isipokuwa kutumikia na kutafutia tumbo yako na kujitakia mazuri, nini umesaidia jamii ya Mlima Kenya nayo? Hakuna kitu hata moja. Ya? So niambia Makarina hata ununue hao waibaji wote. Kwa sababu ni vizuri niweke wazi, niambie watu wetu. Huyo Kiwete ambaye anajiita nyoka. Na mimi nashangaa ni maombi gani ilikuwa imepelekwa Nyeri na yule ambaye alikuwa anaongoza hiyo maombi ni Kiwete anajiita nyoka. Na sisi tunajua nyoka, kawaida nyoka inatumiangwa na watu wa shetani. Hata ukisoma Biblia nyoka ndio shetani mwenyewe. Kwa hivyo mimi nashangaa uhusiano ya maombi na shetani mwenyewe ilikuwa inakujia wapi? So hii nyoka inajiita Makarina huko kwa uwanja. Hii nyoka imekuja hapa na pesa ya William Ruto, imenunua wakolino hapa kina Karangu wa Muraya, imenunua kina Kigia wa Esther, imenunua waibaji kadhaa hapa, ndio walikuwa wanaruka kule Nyeri wakijaribu kudanganya watu. Na mimi nataka nikuambie nyoka Makarina, hata ukinunua waibaji wote hapa, hata ukinunua mabroka wote hapa, watu wa Mlima Kenya wako na akili timamu. Hawawezi rudi kwa ile shimo ambao watoto wao wananyongwa. Watu wa jamii ya Wagema ni watu ambao wako na akili timamu. Hawawezi jaribu kurudi kwa minyororo ya William Ruto, yule ambaye ananyonga watoto wao usiku na mchana. Serikali ya William Ruto imedhulumu watoto wa jamii yetu zaidi. Imedhulumu watoto wa jamii ya Wakalenjin, jamii ya Wajaluo, jamii ya Wakisii, jamii ya Waluya. Karibu kila jamii kwa Kenya hii serikali imenyonga watoto wao. Hakuna mtu ambaye ako na akili timamu anaweza kubali kurudi katika hiyo minyororo tena. Kwa hivyo Makarina nikuambie, tafuta kazi nyingine ya maana. Kwa hiyo biashara uko peke yako, nao waibaji wako na njaa wachache wanakufuata. Hata mkirukaruka, niko na habari ya kwamba mnataka kukuja hapa Kiambu. Na mimi nataka nikuambie Makarina, hapa Kiambu tutawakaribisha vizuri. Nimesikia mko na mpango ya kukuja hapa, tutawakaribisha vizuri. Na hata sababu unajiita nyoka, na ulisema wewe ni nyoka na hata unaweza tembea na tumbo. Mimi sasa nitaongoza wale vijana wangu, tutakuja hadi huko Karen mahali unajificha, mahali unakulia pesa ya William Ruto. Tutakupata hadi hapo. Hiyo wheelchair tutaichukua, tutairusha kwa mto iende na maji, sababu wewe ni nyoka, utembea na tumbo kutoka huko Karen mpaka hapa Kiambu kama wewe ni mwanaume. Hiyo wheelchair tunaikujia na vijana wangu, tuirushe kwa mto. Sababu ulijiita nyoka unaweza tembea na tumbo, tunataka tukuone ukitembea na tumbo kutoka Karen mpaka hapa. Na wewe Makarina, lazima wewe ni mwizi. Kwa sababu tunakuchunguza na tunaona damu yako, hata wewe si Mmeru. Uko na uhusiano na Museveni. Uko na uhusiano na watu wa Uganda. Kwa sababu hawezi kuwa wewe ndiye mlemavu wa kwanza katika dunia ianze ya Kenya mwenye anasafirisha miraa kule Uganda, anasafirisha miraa kule Tanzania, na wewe ni Kiwete. Lazima muko na uhusiano na Museveni, na ndio maana unatumika na William Ruto kukuja hapa kuzubaisha na kupoteza watu wa jamii ya Mlima Kenya. Kwa sababu hakuna Mmeru hata mmoja anakufuata. Kama wewe ni Mmeru, mbona unakosa hata Mmeru mmoja hata atrisa angalau anakufuata? Hii kipindi unakuja hapa kutuambia mambo ya Kindiki. Kwa nini hakuna watu wengine wanaongea? Kina Munya, viongozi wale wanajulikana. Hakuna mtu anaongea mambo ya Kindiki hapa. Kina Kiraito mwenyewe, wale viongozi tunajua, haongei mambo ya Kindiki hapa. Ya? Kina Mithika Linturi haongei mambo ya Kindiki hapa. Nyoka peke yake, Kiwete peke yake ndiye tu anakuja hapa kurukaruka akituambia vile Kindiki atatusaidia. Wacha nikuambie leo hii Makarina, Kindiki hakuna siku atatusaidia. For as long as anafanya kazi chini ya mwizi. Makosa si ya Kindiki na makosa haikuwa ya Rigathi Gachagua. Nataka nijibu Makarina na nijibu Maina Jenga. Mlisema ya kwamba Rigathi Gachagua alikuwa naibu rais na hakufanya chochote. Mimi nataka niambie watu wa jamii yetu na Wakenya kwa jumla, Rigathi Gachagua hakuna vile ambavyo angetusaidia. Na hata Kindiki hakuna kitu atatusaidia nao kama naibu wa rais. Kwa sababu wanafanya kazi chini ya mtu ambaye ni mwizi, chini ya mtu ambaye ni mfidhuri, chini ya mwizi ambaye ni very corrupt, chini ya mtu ambaye anaua watoto wetu. They cannot succeed, they cannot deliver anything. Kwa hivyo hata tukigojea miaka 100 kama jamii ya Mlima Kenya, ingawaje Kindiki ni mtoto wetu, ingawaje Kindiki pia ni mmoja wetu, hakuna kitu atatusaidia nayo, kwa sababu anafanya kazi chini ya mtu ambaye ni muuaji, chini ya mtu ambaye kazi akiamuka ni kutudanganya, kazi ya mtu kila akiamuka kazi yake ni kutenga, mtu ambaye hana plan, hata nashtuka. Nashtuka. Juzi ile research imefanywa hapa dunia mzima, out of the whole world, Ruto is number 2. Mwizi mkubwa dunia mzima, the most corrupt person in the world, akiwa namba 2. Dunia mzima uweke kaina hapo,
uweke Abel, uweke Farao, uweke kila mtu kwa hii dunia yote mpaka kina Jacob and the rest. Jamaa kwa namba 2 kukua mwizi mkubwa, the most corrupt person in the world, anakuja namba 2. Alafu kama wa Kenya makanini wanakuja kutuzubaisha hapa ati sasa mtu kama huyo ndio tunangojea atatusaidia. Wale wanafanya kazi na yeye kina Oscar Sudi wanaongea wanasema vile ambavyo wataua watoto wetu. Kina Kamket kazi yao ni kututishia. Na mimi nataka niambie Kamket, hii Kenya ni yetu bana. Hii Kenya ni yetu. Hakuna mtu mama yake alikuja na mimba Kenya. Zote tumezaliwa hapa. Hii upuzi mnaamuka hapo mnatutishia ati mtafanya nini? Kwani mtafanya nini? Kwani mna nini mtafanya? Kwani dunia kuna mtu ambaye ni mjinga? Kwani kuna mtu amebeba akili na mwingine? Hamwezi ongoza kwa kutisha. Iko sheria ile rais aliapishwa nayo pale Kasarani. Aliapishwa na katiba ya Kenya na Biblia ya Kenya ili aongoze taifa kupitia sheria. Hii upuzi mko nayo ya kutisha watu hapa. Hiyo hatuwezi kubali. Na kama nyinyi wanaume kwani mtafanya nini? Mnatutishia kila saa. Hata kama ni kutua kwani mtaua watu wangapi? Hatuwezi ongozwa na kikundi ya watu ambao kila siku ni kututhreaten. Mkiamuka mnatuthreaten. Mkiamuka mnatuthreaten. Tusipofuata hii mtafanya hii. Tusipofanya hii mtafuata hii. Kwani sisi ni watoto? Kwani sisi hatujui kwenye tunaelekea? Tutamobilize dunia mzima, hii dunia ya Kenya. We are going to mobilize wale watu ambao wamechoka na watoto wao kuuliwa. Wale watu ambao wamechoka na hii uchumi mbaya. Wale watu ambao wamechoka na viongozi ambao ni kama makondoo kazi yao ni kupiga makofi wakati tunanyanyashwa. Tutaamuka mapema. Tutahakikisha kwamba watoto wetu wamechukua kura. Na kwa debe ndio hii ngoma itaishia. Hii ngoma haitatishia kwa hizo vitisho mko nazo huko kwa msitu. Hii ngoma haitaishia huko mnarukaruka huko mkikunywa pombe na bangi. Hii ngoma mwisho itaishia pale kwa debe. Na debe ndio itaamua na Wakenya ndio wataamua. Na mimi nataka niambie William Ruto. Tunakubali ulitudanganya, ni sawa. We all agree ulitudanganya sisi wote. 50 million Kenyans ulitudanganya. Tunakubali na ni sawa, tumetosheka na hiyo. Na hata hatuna matumaini na serikali yako. Hatuna matumaini. Hata taarifa imefanywa juzi nasema ya kwamba 99% of Kenyans they don't have a trust in you anymore. Lakini tunakuomba kitu moja peke yake. Usitulie watoto. Tunakuomba kitu moja peke yake William Ruto. Usikubali wazazi waendelee kulia. Mimi mwenyewe nilikuwa kama kijana msafi. Nilikupigia kura 2022. Kwa sababu tulikuwa tunaambiwa wale ndio ulichoma watoto kule kwa kanisa. Ndio maana ukapelekwa Hague. Lakini mimi nikasimama. Nikasema ni uongo. Mimi nikasimama nikasema unawekelewa. Mimi nikasimama nikakutetea na unajua hivyo. Lakini saa hii vile ambavyo umeweza kushika watoto wetu nyara unawaua. Nimeanza kuamini hata hiyo ya Hague, hata hiyo ya kuchoma watoto kwa kanisa ilikuwa ya ukweli. Nimeanza kuamini. Na hakuna siku nyingine hata mimi mwenyewe nitakupigia kura. Kwa sababu nishajua sasa ni ukweli. Ile mambo yote tulikuwa tunaambiwa inakuhusu William Ruto 2022. Hakuna hata moja ilikuwa ya kuwekelewa, hakuna hata moja ilikuwa ya kuonewa. Zote zilikuwa za ukweli. Watu wote sasa washaanza kuona hakuna mtu. Serikali ya Uhuru Kenyatta haikuwa inakuchukia. Serikali ya Uhuru Kenyatta hawakuwa wanaongea propaganda. Zile zote walisema ambazo zinakuhusu ni za ukweli. Ya kwamba ulikuwa mwizi, ya kwamba ulikuwa muuaji. Hizo tuliambiwa na serikali ya Uhuru Kenyatta zilikuwa za ukweli na leo hii tumeamini. Kwa hivyo, sisi tunakuambia hata wewe uko na watoto. Hata wewe uko na bibi. Juzi wa mama wamekatakatwa wakawekwa kwa magunia katupwa Kwale. Leo hii kuna wazee ambao hawana mabibi kwa sababu wabibi wao wanawake wao waliuliwa. Leo hii tuko na watoto hawana mama kwa sababu wazazi wao waliuliwa wakatupwa huko. Jiulize swali bwana William Ruto, kama wewe uko na ubinadamu. Ingekuwa ni bibi yako alikatakatwa akawekwa kwa gunia, ungekuwa unahisi namna gani? Leo hii ungekuwa unafanya aje? Leo hii ungekuwa unasikia namna gani? Ingekuwa ni bibi yako alikatakatwa akarushwa Kwale. Leo hii kuna wazazi tumeona kotini, wanalia, hawajui watoto wao wako wapi. William Ruto, kabla tukuchague kama rais, wewe ni baba ya mtu. Ingekuwa ni wewe, watoto wako hawapatikani, wametekwa nyara, ungekuwa unahisi namna gani? Hizi ni zile maswali wa Kenya wako nazo. Hizi ni zile maswali tunataka ujibu kama rais wa taifa. Ingekuwa ni George Ruto ametekwa nyara, ungekuwa unahisi namna gani? Wazazi wako na kilio. Na hata kama watoto wamekukosea, serikali ya Uhuru Kenyatta wakati Uhuru aliona ya kwamba ametusiwa kwa mtandao ya kutosha, alisema hata huo watoto. Akasema yeye mwenyewe ameresign kutoka Twitter, kutoka Facebook na akatoka mitandao. Be like a gentleman. Kama hawezi tusiwa na ukosa kuua watoto, toka kwa Facebook.
toka kwa TikTok, achana mitandao, achia vijana wakae kwa mitandao bwana. Na kama vijana wanakeuka sheria kwa mitandao, iko sheria ya kurekebisha. Hauwezi rekebisha watoto kwa njia ya kuwaua. Watoto wako wako kwa nyumba kina George Ruto. Kabla wafike hiyo umri wako nayo leo hii, wamekukosea mara mingi. Lakini kama mzazi haujai waua, kama mzazi umekuwa ukiwarekebisha kwa upendo, ndio maana leo hii ni watu wazima kwa boma yako. Kama vile ambavyo umeishi ukirekebisha watoto wako kwa njia ya upendo, rekebisha watoto wa Kenya kwa njia ya upendo. William Ruto, nimesikia ukiambia wazazi ya kwamba eti wafunze watoto wao adabu. Hatuna shida, ni sawa watawafunza. Lakini William Ruto ujue ya kwamba hata wewe kuna siku haukuwa na adabu. Ndio maana ukashikwa ukapelekwa Hague. Kama ungekuwa na adabu haungeshikwa upelekwa Hague. William Ruto, nataka nikuulize, ile siku ulishikwa ukapelekwa Hague, hebu imagine kama ungetekwa nyara uende ukauliwe, leo hii haungekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini hata kama ulikuwa umevunja sheria hizo siku, haukuuliwa, haukutekwa nyara, ulishikwa ukapelekwa kotini, baadaye ukakesi kotini, ndio maana ukatoka uko rais wa Jamhuri ya Kenya leo hii. Watoto unashika ndio viongozi wa kesho. Shika hao, peleka kotini, wacha warekebishwe na sheria, ndio wataongoza kesho. Lakini ukiwaua, wewe ungeuliwa, ungekuwa wapi leo hii? Wazazi wako na maswali na wanahitaji majibu kutoka kwako bwana William Ruto. Na nataka nikuambie nikimalizia, mnafuata Faruku, unafuata Oscar Sudi, unafuata Murkomen. Watu hatukuwachagua, tulichagua wewe peke yako. Ile kiapo ilikuliwa pale Kasarani. Huyo mwizi anaitwa Kamket hakukuwa hapo. Huyo mwizi anaitwa Oscar Sudi hakukuwa hapo. Wewe ndio ulikula kiapo peke yako. Wewe ndio ulipatiwa sword, ulipatiwa upanga wa kulinda nchi na kulinda mali. Kwa hivyo tunataka kuona ukifanya kazi yako kisheria, kwa sababu Wakenya wanakulipa ushuru, ndio walinde na ulinde maisha yao. Na mimi nashangaa nikiona mtu kama Didmus Barasa. Didmus Barasa ni muuaji na Wakenya watu wanajua hivyo. In fact, Didmus Barasa ni devil worshipper. Ndiye mtu wa kwanza hadharani mchana wazi akachukua bunduki akapiga mtu risasi. Siku tulikuwa tunachaguana tarehe 8 mwezi wa 8 2022. Akaua mtu mchana wazi na hakuna mahali alipelekwa. Didmus, wewe hauna audacity ya kuongelesha Rigathi Gachagua. Hauna audacity ya kuongea mambo ya mitandao. Hauna audacity ya kuongelea watoto wetu, kwa sababu wewe ni mwizi, wewe ni muuaji, wewe ni devil worshipper. Wakenya wanajua hivyo. Uliua mtu mchana wazi. Kwa hivyo hauna audacity. Hata wale wengine, hata watu wale wengine wakiongea, wewe haufai kuongea. Haufai kuongea kumbavu ya mtu kama wewe. Nimesikia mwizi mwingine hapa anaitwa John Waruke. John Waruke ni mwizi. Na hata dunia mzima inajua John Waruke ni mwizi. Na alifungwa 65 years. Wakafanya ukora na William Ruto akatolewa jela. Alafu nasikia mwizi kama huyo John Waruke akijaribu kuongea hapo, akitajataja jamii ya Kikuyu, akisema ati sisi ndio tuko na shida, ati ni uongozi wa William Ruto kwa sababu hatutaki jamii nyingine iongoze, tunataka tu Wakikuyu waongoze. John Waruke ni kumbafu, wewe ni kasia takataka, na hakuna mahali unaweza nipeleka, hakuna mahali unaweza nipeleka John Waruke. Usijaribu kutaja jamii ya Gema bwana, wewe ni mwizi, unafaa kuwa kotini. As you speak leo hii tukifuata sheria, unafaa kuwa unapumua hewa ya jela. Haufai kuwa leo hii sirisi ukifanya kazi, unafaa kuwa unapumua hewa ya jela. Ni ukora mlifanya na William Ruto ukatolewa jela. Alafu unakuja na kifua hapa na manywele yako inakaa mwizi, unakuja kuongelea jamii ya Gema, atunasema tuko na shida na William Ruto. Wacha upuzi. Wa Kenya hawataki uongozi mbaya. Jamii ya Wakikuyu hatuna haja na kiti. Hata 2027 si lazima tuchague Mkikuyu, tunaweza chagua hata Matiang'i ama hata Kalonzo ama mtu mwingine. Si lazima tuchague Mkikuyu. Sisi hatuna haja na uongozi. Ile kitu inatatiza sisi ni vile ambavyo nchi inaendeshwa. Kwa hivyo John Waruke, usituletee ujinga, na hakuna mahali unaweza nipeleka. Wewe ni mwizi. Wewe ni takataka, ufai hata kuongea mahali. Heshimu jamii yetu bwana. Heshimu jamii yetu. Heshimu jamii yetu. Na hata wale Wakenya wengine wakiongea, unyamaza kabisa. Unyamaza kabisa, sababu unafaa kuwa kamete. Unajua vizuri ulifungwa 65 years. Jamii yenu ilikuwa inalia hapo kila siku wakifanya harambee. Watafuta bilioni 2 za kuja kukutoa. Mwizi wewe. Huna hata haya. Nikimalizia, Makarina, kuja mlimani polepole na uheshimu jamii yetu. Ukikuja na matusi hapa tutakushughulikia, na wewe unajua hivyo. Na tulikuambia hata kama yeye ni kiwete hatutakuhurumia. Ukikuja na matusi tutakabiliana na wewe vizuri. Wale ambao wanakupatia pesa, kula pesa polepole, usikuje kutapikia watu wa Mlima Kenya hapa. Na Kamket, hiyo vitisho mko nayo hapo, ati mnaweza badilisha katiba, kama ni kutisha tisha bibi yako na watoto wako.
Wakenya hautupatii chakula sisi, hautulishi. Dunia imekuwa hata kabla uzaliwe na tumekuweko na hii nchi ni yetu. Kwa hivyo kama ni vitisho hiyo, tafuta bibi na watoto wako tisha hao, lakini sisi kuja polepole bana. Lazima tuheshimiwe kama jamii, lazima tuheshimiwe kama Wakenya. Na niambia Wakenya, msikubali kudharauliwa na viongozi. Hii pesa wanakula ni ushuru yenu. Hizo magari wanaendesha ni ushuru yenu. Hizo manyumba wanalala ni ushuru yenu. Chakula wanakula ni ushuru yenu. Hizo tumbo zao na hizo nguo wanavaa ni ushuru yenu. Hizo magari kubwa wanaendesha ni ushuru. Zile pombe wanakunywa, hizo maroji wanalala kubwa kubwa ni pesa zenu. Kwa hivyo wasikuje hapa kuwatapikia. Lazima mtuheshimu. Bila ushuru yetu hamwezi kuwa, mngekuwa chokora. Pesa yetu ndio imewafanya vile ambavyo mko leo hii. Kwa hivyo mtuheshimu. Kama mnataka tuwaheshimu, pia nyinyi mtuheshimu. Kama mnataka tuwaheshimu, mtufanyie kazi vile ambavyo inatakikana. Sisi tumejitolea, tunatoa ushuru yetu kila siku. Na hakuna Mkenya hako na shida na kulipa ushuru. Bwana mnakuja hapa kututapikia sisi, mtuheshimu. Na niambia William Ruto, ulianza kuwa mtu mzuri sana, lakini utamalizia vibaya zaidi kwa sababu umekubali wakora wakuzingire. Hata leo hii hatujui Kindiki yako wapi. Hatujui Kindiki yako wapi. Pengine pia yeye amepigwa makofi, ameingia kwa mashimo. Kwa sababu ulikubali wakora hapo ndio wanakuzingia, ndio wanasema kila kitu. Na niambie Kindiki, wewe ni mtoto wetu. Na hakuna siku tumepiga wewe. Hata ile siku Rigathi amefukuzwa ukachukuliwa, hakuna siku tumepiga wewe. Tunajua wewe ni damu yetu hapa. Na tunajua haufurahii vile ambavyo watoto wetu wanatekwa nyara. Tunajua haufurahii vile watoto wetu wanauliwa. Kama umechoka, usijifiche, usikae exile, tokelezea kuja Githurai. Tutakuja hapo mkutano, uongee na watu wa Githurai, uambie umechoka na serikali ya uongo. You resign, ukuje nyumbani hapa tupange maneno. Rigathi yako hapa tutengeneze serikali. Tutengeneze serikali bwana, tushikane na watu kama kina Matiang'i natembea. Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua and the rest, wala viongozi wako na akili. Miaka 2-3 tutengeneze serikali. Usikae huko msituni juu watu wanakunyanyasa hapo. Usikae huko na baridi juu watu wanakuambia ukiongea watafanya. Kuja Githurai fanya mkutano hapo. Tutakusimamia. Uresign, ukuje nyumbani tushikane tutafuta serikali. Tunajua wewe ni kiongozi, lakini for so long as you are working under William Ruto, you will never deliver anything. You will never support your people. Sababu hata kutoka uapisho walikuambia usikanyange mlima, na ni kweli. Kutoka uapisho hakuna siku umekanyanga hapa mlima. Sababu those were some of the instructions that you are given by Faruk Kibet. Usikanyange hapa. So sisi kama jamii ya Mlima Kenya, bwana Profesa Kindiki, hatuna shida na wewe. Na hakuna mtu hata mmoja wa hii jamii amewahi kutusi ama akakunyoshea kidole. Kwa sababu tunajua wewe si adui yetu. Adui yetu ni William Ruto na wala wakora wa mzingira wenye wanakula ushuru yetu na wanakuja kututapikia. Ni hao tu kwa leo, na yakitokea mengine ama kuna swali. Kama kuna swali moja ama mbili nitajibu. Kama hakuna swali tutaifungia hapo. Tunasikia watu wanakuwa abducted. Na sasa wewe umeamua kuwa sasa wewe ndio unaongea ukweli. Are you not afraid? Mimi siogopi kwa sababu sasa hii nchi ni yetu na mababu zetu waliipigania, na tuko na haki kisheria na kikatiba kupeana maoni yetu na kutetea haki zetu. Na kama watu wanatekwa nyara, tukuja hapa tuongee, watu wengine wakasirika na sisi, wakiona watatukujia pia, basi watukujie. Hata wasiponitaka nyara, one day nilijua nitakufa ile siku nilizaliwa. Na sijui nitauliwa na nini. Hata naweza anguka na gari. Naweza hata enda, kuna watu juzi hii mafuriko imekuja, kuna watu wamekufa. So njia za kukufa ni mingi zaidi katika for so long as you are alive. So sisi hatuogopi. Wale wameshikwa nyara tutawatetea. Wakitaka kukujia hadi sisi ndio tunyamaze, basi itabidi watushike sisi wote 50 million Kenyans. And if they are going to abduct us, all of us 50 million Kenyans, then si watabaki peke yao, wataongoza kina nani? Wataongoza miti na mbuzi na kondoo. That is why we are not afraid. We must speak. Lazima tuongee. Na heshima, it's a two-way traffic. Wala viongozi tumechagua, wala viongozi tumepatia ushuru yetu, watuheshimu, watufanyie kazi, na sisi kama Wakenya tuwaheshimu. Lakini kama wanatishia sisi, watatolewa heshima wapi?